Jambo mtazamaji, na karibu kwa kipindi kingine cha ushauri wa jamii. Na leo tunaongea juu ya vile Mungu huwa anakutana na mahitaji ya mtu. Na leo tutakutegemea mstari wa Biblia ambao uko katika kitabu kilichoandikwa na Mtume Paulo kwa kanisa la Wafilipi. Kitabu kile kiko na sura 4. Kwa hivyo tutakuwa tukiongea juu ya mstari ulio katika sura ya 4 ama aya ya 19. Kwa Kiingereza inasema, "And my God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus." Kwa Kiswahili inasema, na Mungu wangu nakutana na haja zenu zote kulingana na wingi wa utajiri wake katika utukufu. So jambo la kwanza tunaliona hapa ni kwamba kuna Mungu. Mimi nyingi hapa Kenya mesumbuka, na sio Kenya peke yake, hata nchi zilizo majirani na zilizo karibu na zile zilizo mbali. Sababu moja ya kusumbuka ni kwa sababu ya shida ambazo ziko katika familia. Katika familia kuna mambo ya msingi ambayo lazima yashughulikiwe ndio jamii iweze kuendelea. Elimu inatuonyesha kwamba mwanadamu ndio aweze kuishi na aishi kwa amani. Mambo ya msingi lazima yashughulikiwe, kama vile chakula na makao, mahali pa kukaa, na hivi karibuni wasomi wamesema elimu pia. So tunaposema chakula, tunasema chakula ikiwa pamoja na kinywaji, mavazi na mahali pa kukaa na elimu. Duniani hakukuwa na magari. Watu walikuwa wanatumia mifugo kama vile farasi au punda au ngamia. Ndio yalikuwa magari ya wakati ule. Na kwa hivyo sio watu wengi walikuwa wanamuomba Mungu wapate magari, kwa sababu jamii nyingi zilitegemea ukulima na ufugaji. Kwa hivyo mtu ambaye ni mkulima mfugaji, yule ambaye angependa kufuga punda, ilikuwa ni rahisi, kwa sababu punda angemwezesha kubeba mazao yake ya ile shamba na kupeleka sokoni. Na pia angeweza kufuga wanyama wadogo wadogo kama vile kondoo na mbuzi kwa sababu ya nyama, na ng'ombe kwa sababu ya kulima na maziwa. Pia walitegemea zile ngozi kwa sababu ya mavazi. Baadaye sayansi imeendelea, imefumbua mambo mengi. Watu wanahitaji kusafiri sasa bila kutumia wanyama, na wanyama wanahusika katika mambo mengine tofauti. Kama tulivyosema hapo mbeleni, wanaweza tumia ngozi yao, maziwa au nyama kufanya mambo mengine. Lakini kwa usafiri, mwanadamu sasa amefumbua kama vile gari la moshi ambalo linaweza beba mizigo mingi kwenda mbali, na amefumbua ndege ambayo inaweza enda umbali mkubwa sana, maili nyingi, kwa muda mfupi sana. Na kwa namna hiyo teknolojia imeendelea mbele sana. Sasa wakati Paulo anaandika, aliambia watu, unapofikiria juu ya mahitaji yako, usikose kumkumbuka Mungu. Pana haja ya kukumbuka ya kwamba vitu vyote vyatoka kwa Mungu.
Kinachotoka kwa Mungu kwanza ni pumzi ulio nayo. Maandiko yanaonyesha ya kwamba Mungu alipomuumba mwanadamu alimuumba kwa udongo, lakini kwa mapua yake akapuliza, na ile pumzi ya Mungu ilipoingia ndani ya mtu akawa nafsi iliyo hai. Na hivyo ndivyo tunaweza tambua ya kwamba mwanadamu ni mfano wa Mungu. Lakini mwanadamu ni mfano wa Mungu. Mungu ni nini? Yesu alituambia katika Yohana 4:24 ya kwamba Mungu ni roho. God is spirit. Kwa hivyo Mungu alimuumba mwanadamu akifanana na yeye katika roho, in the spirit. Kwa hivyo mwanadamu pia ni spirit, ni roho. Lakini hii roho ndio ifanye kazi kwa hii dunia kama roho zingine zote. Ni lazima ipate mwili. Mwili ni makao ya ile roho inayofanana na Mungu. Na ndio sababu Mungu alitaka kutembea kwa hii dunia. Alipotaka kuokoa, alipotaka kuponya, alipotaka kulisha watu, alipotaka kufanya miujiza kwa watu, alipotaka kufundisha watu vile maisha huwa yapo, alitafuta mwili, akaingia ndani aitwa Mariamu. Mungu akaingia akiwa roho. Sasa ile roho ilipoingia kwa tumbo la yule mama, ikafanyika kiumbe ambacho kiliweza kuzaliwa kama mtoto. Lakini kwa sababu kimezaliwa kwa uweza wa Mungu, yule mtoto akaitwa Yesu. Maana yake ni Mwokozi. Lakini alikuwa ni kiumbe kiliokuwa mchanganyiko wa roho na mwili. Huyo alikuwa Mungu katika mwili. Na ndiyo sababu aliweza kufanya mambo yote, hata mengine ambayo mwanadamu hawezi kufanya, kama vile kufa na kufufuka kama atakavyo. Yesu aliamua kufa na akaamua kufufuka atakavyo. Yesu aliamua kutembea juu ya maji kwa miguu yake. Wanasayansi lazima wametumbia chombo ndio tuweze kutumia chombo kupita juu ya maji. Yesu mwenyewe alipita kwa miguu. Yesu aliweza kulisha watu 5,000 wanaume, na kwa jumla ni zaidi ya 20,000 kwa sababu kulikuwa na wanawake na watoto, kwa kuombea mkate tu na samaki 2. Mikate 5 na samaki 2, na sio mikate kama ya bofru, ilikuwa kama kaimati 5 akaziombea. Watu 20,000 wakala na wakabakisha. Ni kwa sababu yeye ni Mungu. Uzao wake unatuonyesha kwamba hakuzaliwa na mwanamume na mwanamke, lakini alikuwa ni roho iliyoingia ndani ya Mariamu. Kuna tofauti kati ya Mariamu na Miriam. Miriam alikuwa sister ya Musa. Hao waliishi kitambo sana, miaka 2000 kabla ya Yesu kuzaliwa. Musa alikuwa na sister yake anaitwa Miriam, na brother yake anaitwa Aaron na Moses. Moses alikuwa brother yao mdogo. Na hao watatu ndio walikuwa viongozi wa wana wa Israeli, watu 2,000,000. Wakawaongoza kuingia katika nchi ya ahadi. Lakini Mariamu amekuja kuzaliwa baadaye sana. Alikuwa anakusudia kuolewa na bwana mmoja anaitwa Yusufu, lakini Mungu akamwambia gojea kwanza, utamzaa Yesu kwanza, baadaye mtaoana. Hivyo ndivyo amekuja akamzaa Yesu, alafu wakaoana, alafu wakapata watoto wengine ambao wameandikwa katika kitabu cha Marko sura ya 6,
na Yohana sura ya 7 wanaitwa ndugu za Yesu. Kwa hivyo kama kuna mtu alikwambia Yesu hakuwa na wandugu, alikuwa nao, lakini walikuwa half brothers, kwa sababu hawa walikuwa wamezaliwa na mwanamume na mwanamke, lakini Yesu alizaliwa bila mwanaume kwa uweza wa nguvu za Mungu zilizo juu sana. Sasa unapofikiria juu ya mahitaji ulio nayo, lazima kwanza ujue hitaji ulilo nalo kubwa ni hitaji la afya bora. Na kwa hivyo wakati Mtume Paulo anaposema ya kwamba Mungu wangu atakutana na mahitaji yenu yote, hitaji la kwanza ni afya bora. Afya ni zawadi kubwa sana. Rafiki yangu mmoja alinikuta kwa duka mahali, akaniambia kuna watu wamelazwa hospitali wakiwa matajiri wenye mali, ambao ukienda kuwaona, aliniambia alienda kuona mmoja rafiki yake, na yule tajiri akawa anamwambia anatamani hata heri angekuwa na afya bora hata bila kuwa na yale mali nyingi. Kwa hivyo afya ni utajiri mkubwa. Yaani kulala na kuamka, akili yako iko sawa, macho yako yanaona, masikio yanasikia, mikono inafanya, miguu inatembea, unaweza toka kutafuta kazi, ama unaweza ongea na watu. Hilo tayari ni hitaji Mungu amekutana nalo la afya. Na huo ni utajiri mkubwa. Mungu pia ndio akutane na haja yako ya afya, huwa anahakikisha ya kwamba kila siku amekutengenezea namna ya kula. Kwa sababu Yesu alisema mwanadamu hataishi kwa mkate tu. Kwa hivyo ndiyo mwanadamu ataishi kwa mkate, lakini kwa kitu kingine kinaitwa neno la Mungu. Na ndio sababu niko hapa, ndio katika ile chakula unayoipata Mungu akutane nawe kupitia kwa neno lake, ndio uishi. Malengo yangu yako sawa, kusababisha wewe uishi kupitia kwa neno hili ninalokuletea. Kwa hivyo Mungu amekutumia mimi ndio nikupe neno liongeze juu ya hitaji ulilo nalo la chakula. Kwa sababu Mungu amekupatia uzima, amekupatia namna ya kujitafutia riziki, lakini ndio uishi unahitaji kusikia neno hili. Ndio sababu amenituma akiwa na haja ya kukutana na mahitaji yako. Mungu pia, maandiko matakatifu yanasema, huwa anasababisha kuwe na masaa 12. Hiyo ni ya kazi. Injili ya Yohana sura ya 11. Yesu alisema kuna masaa 12 ya kufanya kazi. Alafu usiku watu wanalala. Na kwa hivyo Mungu ametengeneza watu wafanye kazi. Sura nyingi katika Biblia zinaongea kuhusu kazi. Mungu aliwaambia watu wake, watu wa Israeli, kwamba kwa siku 6 mtafanya kazi, lakini kwa siku ya 7 mtapumzika. Kwa hivyo Mungu hupatia mtu kazi ndio ajipatie riziki. Sawa? Na Yesu akasema hivi ya kwamba kila siku una masaa 12 yako ya kazi. Mtume Paulo akasema usipofanya kazi usile. Kwa sababu watu wengine walikuwa wanawategemea wengine, hawataki kufanya kazi, na walikuwa wameanza kuwa kitu cha kusumbua, wasumbufu. Katika Wathesalonike sura ya 5, Wathesalonike wa kwanza, Mtume Paulo anasema hivi: mtu asipofanya kazi asile.
Kwa hivyo namna ingine Mungu husababisha wewe uishi ni kwa kukupa nguvu za kutafuta kazi. Pana haja ya ufanye kazi, kwa sababu Mungu ataitumia ile kazi kukupatia riziki ya kila siku. Lakini kile cha msingi kabisa kabla ya mambo yote ni kukumbuka kuna Mungu. Na huyu Mungu ndiye huwapatia watu wote uzima. Na yeye ndiye huwapatia watu wote chakula. Na yeye huyu Mungu ndiye hupatia watu wote kazi za kufanya. Alipomuumba mwanadamu alimwambia na kuweka katika shamba ama bustani huko Eden. Eden leo kama tungekuwa tunaitafuta tungeipata mahali panaitwa Iraq. Huko ndio mwanadamu aliumbwa na akawekwa mahali fulani. Kwa hivyo chanzo cha mwanadamu ni pale Iraq. Na maandiko matakatifu yanaonyesha vizuri ya kwamba Mungu alimwambia mtu na kuweka katika shamba ili ulime na uitunze ile shamba. Kwa hivyo Mungu alimuumba mwanadamu akamweka dunia hii na akaonyesha namna ya kuishi katika dunia hii ni kufanya kazi. Basi mwanadamu amelima na akabarikiwa, akaambiwa nimekubariki uzae ukaongezeke. Akawazaa watoto wakawa wengi. Kazi ikafanyika ikawa nyingi, watu wakahitaji kuongozwa. Wakawa wanahitaji kiongozi. Watu wakahitaji kuuza mazao na kuuza wanyama ndio waweze kuishi. Watu wakahitaji usafiri. Na hivyo ndivyo kazi zimekuja zikawa nyingi kulingana na ufumbuzi. Kitabu cha Mhubiri sura ya 7 aya 29, neno la Mungu linasema, Mungu alimuumba mwanadamu akiwa kamili, lakini mwanadamu mwenyewe amejifanyia mavumbuzi mengi. Kwa hivyo kufumbua ni njia moja ya Mungu kufanya kazi. Invention ama innovation ni njia moja ya Mungu kukutana na mahitaji ya watu. Na kupitia hiyo innovation, watu wengi wameweza kufumbua mambo mengi na njia nyingi unavyoweza kujipatia namna ya kuishi. Lakini Paul anasema my God. So Paulo alisema kuna Mungu anaitwa my God. Na wewe nataka ufikirie juu ya hiyo, ya kwamba kuna Mungu anaitwa my God. Paulo alimuita my God kwa sababu alikuwa anamwamini. Na wewe uamini kwamba muumba wako anaitwa my God. Kuna watu wanapenda kuomba Mungu wa pasta wao, ama Mungu wa dini yao, au Mungu walioambiwa habari yake, Mungu wa historia, ama Mungu anayekaa mbali sana kama milimani, ama kwa mashimo, ama kwa bahari. Lakini kuna Mungu ambaye huwa anaitwa my God. Na huyo Mungu, Mtume Paulo alisema, hakai katika nyumba zinazojengwa na mikono ya watu. Hiyo ni katika Matendo ya Mitume sura ya 17. Na huyo Mungu huwa hasaidiwi kana kwamba anahitaji kitu chochote. Huyo Mungu ndiye huwapa watu wote uzima na akawapatia nguvu na akawapatia maisha. Kwa Kiingereza inasema in him we walk, in him we live, and in him we have our being. Hakuna kitu anahitaji. Na alisema kwamba hakai katika majengo yanayojengwa na mikono ya watu. Kwa hivyo hakuna mahali unaweza mchengea. Katika Isaya 60, nabii Isaya aliuliza, Mungu anauliza, mtanijengea nyumba inatoshaje? Kwa sababu mimi kama Mungu wenu huwa ninaketi huko mbinguni na miguu yangu inakanyanga duniani. Haya basi, wale ambao mnamwekelea Mungu juu ya mlima, mjue Mungu ni mkubwa kuliko mlima, ndiye aliumba milima. Panaja kujiuliza, kabla ya huo mlima
Mungu alikuwa wapi? Na huo mlima ulitoka wapi? Huyu Mungu anapokaa huko mbinguni, miguu yake inakanyanga hapa duniani. Basi mjengee nyumba tuone itatoshaje. Kwa hivyo majengo yanayojengwa ambayo watu wanaita nyumba ya Mungu, si nyumba ya Mungu kukaa, ni nyumba ya watu wa Mungu kukutana ndio waweze kuomba na kumwabudu Mungu ambaye ni mkubwa kuliko ile nyumba. Sasa watu wengine wamehitirafiana kiimani kwa swala la kumwelewa Mungu. Lakini uelewe ya kwamba Mungu aliyeumba vitu zote hawezi toshea kwa jengo. Yeye ndiye aliumba mwezi, akaumba nyota. Na yeye aliumba mbingu na sayari zote tunazozijua, na yeye akaumba milima. Niliuliza rafiki yangu mmoja, hakunijibu. Nikamuuliza kama Mungu wako anaishi kwa mlima, alafu wewe uko juu ya ndege, uko ndani ya ndege, mnapaa juu ya mlima, na unataka kumuomba Mungu, utaangalia mlima gani? Hakuweza kujibu. Kwa hivyo huyu Mungu ni mkubwa kuliko milima. Na ndiye Paulo anamuita my God. Na ndio nataka na wewe kuanzia leo uanze kumwabudu huyu Mungu anayeitwa my God. Paulo alisema huyu mtu anaitwa my God ndiye huwa anakutana na mahitaji yako. Kwa hivyo Mungu huyu anayeitwa my God, katika kitabu cha Yeremia 32:27 alisema mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Kwa hivyo kama uko na mwili, huyu ni Mungu wako. Watu wengi tu wanajua juu ya Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Hilo ni jina lake ndio, lakini Mungu mwenyewe alisema mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Na akamuuliza Yeremia, je, kuna jambo lingumu lolote nisiloliweza? Basi mtume Paulo alitegemea pale. Akasema ya kwamba Mungu huyu atakutana na mahitaji yenu kulingana na wingi wa utajiri wake katika utukufu. Kwa sababu huyu Mungu anayeitwa my God, uanze kumuita my God. Kuanzia leo hakuna jambo lililo ngumu la kumshinda. Okay? Haya, Paulo alisema huyu Mungu anayeitwa my God ana wingi wa utajiri. Ninajua kuna watu ambao ni matajiri, lakini kila mtu ambaye ni tajiri unafaa ujue ulipewa na huyu Mungu anayeitwa my God. Na huyu Mungu ukianza kumuita my God, zile hasara zinaingia kwa kazi yako na zinaingia kwa watoto wako. Kuna watu upewa utajiri alafu wakapewa na magonjwa pia. Wengine wakapewa utajiri wakapewa wafanyikazi wa kusumbua. Wengine wakapewa utajiri lakini wakaambatanishwa na wahusika wasio wasawa, ama vitu ambavyo huwasumbua usiku ukilala, ulali vizuri, zinakunyonga, zinakuangaisha, zinakutoa kwa kitanda, zinakuweka chini. Ukiamuka zimekupangua wewe na watu wa familia yako. Unafaa umjue huyu anayeitwa my God. Na ninafikiria mtume Paulo alichukua mfano kwa Yesu. Kwa sababu Yesu aliposulubiwa msalabani alisema my God, why have you forsaken me? Hakusema ewe Mungu wa Israeli, ewe Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, ewe Mungu wa wapi. Alimuita my God. Kwa hivyo alitupatia example ya kwamba wakati unaomba sema my God. Na huyu Mungu, so mtume Paulo alisema kwamba Mungu huyu ana wingi wa utajiri. Kwa hivyo utajiri wote ulio nao umepewa na huyu anayeitwa my God. Na kama huna utajiri, Paulo anasema hivi, wewe ni muhitaji. Na ukiwa muhitaji hivyo, ujue ya kwamba wale ambao ni matajiri walikutana na huyu anayeitwa my God. Na huyu anayeitwa my God akawapatia.
Kwa hivyo kama kuna mtu alikuambia utegemee vitu fulani, maji fulani, vitu fulani viwekwe kwa chupa, zikae kwa nyumba yako, ufunge vitu fulani kwa mkono ama kwa miguu, hizo zote sio sababu ya utajiri ama fanaka yako. Hapana, alikudanganya. Sababu kubwa ya wewe kufanikiwa ni huyu anayeitwa my God. Na alisema mimi ni Mungu wa wote. Yeye si Mungu wa mtu fulani ambaye amejificha mahali lazima uendeshe gari uende mbali sana, ama upae ndege uende mbali sana ukakutane na mtu fulani. Hapana, ni Mungu wa wote wenye mwili. Na Mtume Paulo anasema kwamba yeye ni tajiri na yeye huwa anakutana na mahitaji ya wote ambao wako na mahitaji. Huyo Mungu alijulikana na manabii wa zamani. Nabii mmoja anaitwa Habakuk alisema hivi: huenda katika zizi kusiwe na ng'ombe, huenda hata kwa mashamba kusiwe na mimea, hata huenda mizabibu ikakosa kuzaa, lakini nitaweka tumaini na tegemeo langu kwa Mungu wangu ambaye ni furaha ya wokovu wangu. Ninapokuja kwako leo, ninakuja kukufanyia introduction ama kukutambulisha kwa huyu Mungu anayeitwa my God. Nikwambie huyu Mungu hufanya kazi kwa hii dunia akiwashughulikia hata wale watu ambao hawana, ndio awapatie mkate wa kila siku. Sasa ninapoelekea kufika tamati, nauliza hivi: Mungu hukutana vipi na mahitaji yetu? Wakati Yesu alipokuwa kwa hii dunia alisema muombe hivi: Baba yetu wa mbinguni. Kwa hivyo huyu Mungu anaitwa my God ni Baba. Kwanza umtambue hivyo kwamba hata kama wazazi wako waliaga ama huwajui, kuna Mungu ambaye ni baba yako. Number 2, Yesu akatuambia Mungu huyu ni king, ni mfalme. Lakini tukaambiwa ya kwamba baba yetu ambaye ni wa mbinguni ndiye mfalme. Kwa hivyo umtambue ya kwamba huyu ndiye mfalme. Mfalme ni mkuu kuliko rais, kwa sababu rais hutawala miaka kadhaa akaondoka, lakini wafalme hukaa katika uongozi wa watu mpaka wanakufa. Wakikufa, mtu wa familia ya kifalme anachukuliwa, anaoza. Kwa hivyo jambo ni kwamba Mungu ni zaidi ya viongozi wengine wote, kwa maana yeye ni mfalme asiyekufa. Na mfalme huyu ndiye maandiko yanasema unapoomba umuite Baba yangu na kushukuru na kuomba ufalme wako uje. Umuite aje akuletee ufalme wake. Ufalme wake uko na mambo kadhaa. Number 1, ufalme wake uko na chakula. Kwa hivyo umwambie give us today, tupatie leo chakula ya kila siku. Usiwahi kosa kumwambia hivyo. Kwa sababu gani? Si kwamba hajui unahitaji, lakini anataka kuisikia sauti yako, maana anakupenda na wewe ni mtoto wake. Kwa hivyo anataka kusikia mtoto akimkumbuka. Number 2, huyu baba huwa ni judge pia, na anaweza kukuhukumu kwa sababu ya dhambi na makosa uliofanya na kufanyia watu, lakini ana rehema. Na maandiko matakatifu yanasema rehema, mercy triumphs over judgment. Rehema zake zinashinda hukumu. Kwa hivyo unamuomba rehema, unamwambia nisamehe, tusamehe dhambi zetu kama vile tunavyowasamehe na wengine. Yeye anataka tuwasamehe wengine, ndio na yeye atusamehe. Yaani tuonyeshe rehema kwa wengine, ndio yeye atuonyeshe rehema. So he's a judge, but a merciful judge
who forgives when we petition him to forgive us. Tukishamwambia atusamehe, alafu sasa tumuombe atuongoze kila pahali. Omba akuongoze kwa huo mradi unaenda, ni application ya kazi unaenda, ni interview unaenda, ni kazini ya kwako unaenda kuongea na watu, muombe, mwambie niongoze. Mwambie Baba, wewe ni mfalme, naomba uniongoze leo. Kwa maana kuongozwa na Mungu kuna usalama ndani yake. Na alisema hivyo, unaponiongoza usiniongoze kule kwenye majaribu. Alisema tumuombe hivyo. Kwa sababu kuna wakati Yesu ameongozwa na Roho akajikuta amefika kwa majaribu. Na majaribu hayatokei tu. Kuna yule huwa ako nyuma ya majaribu, anaitwa Ibilisi. Na maandiko matakatifu yanasema Yesu alipojikuta katika majaribu, alikuta kuna Ibilisi anayemjaribu. Akamjaribu kwa chakula cha kivyake, akamjaribu aache Mungu, amtii ndio apate chakula. Akamjaribu aache Mungu, awe na kiburi. Akamjaribu aache Mungu, amwabudu yeye. Lakini Yesu akakosa kuanguka kwa hiyo majaribu, akayashinda yote. Na Yesu akahisi uzito wa majaribu. Na akatuambia ukiomba, muombe Mungu asikuongoze huko, kwa sababu majaribu yana uzito wake. Wengine wenu mmejaribiwa mpaka mmeacha imani, mmeacha kwenda kanisa, mmeacha boma zenu, mmeacha kazi zenu, mmeacha misimamo yenu kwa sababu ya majaribu. Majaribu huwa ni kama moto. Na Yesu alisema ombeni msiingie katika majaribu. Pray that you don't get into temptation. Akasema muombe Mungu akuokoe na yule muovu ambaye ni Ibilisi. Yule muovu kazi yake ni kuingiza watu katika majaribu. Yesu akasema ombeni msiingie katika majaribu, na muombe Mungu awaokoe na yule muovu. Na kitu gani kimoja Mungu anahitaji kwako? Mungu anahitaji akili yako na moyo wako na maisha yako na jamii yako na yenu. Ufahamu kitu moja, ya kwamba ufalme ni wake. Ni wa Mungu, si wa mtu yeyote, lakini yeye hupatia yeyote atakavyo. Kama watu watakuchagua ama hawatakuchagua, ni yeye ataamua. Sawa? Kwa hivyo mashindano ya huyu ataingia muhula wa kwanza, ama huyu ataingia muhula wa pili, ama huyu si yeye, hayo yote Mungu ndiye huchagua ni nani. Alafu ufalme ni wake, na nguvu za kuweka mtu hai na kumweka kwa position yake, huyu Mungu ndiye ako nazo. Daudi aliandika katika Psalms 75. Akasema kuinuliwa, promotion, haitoki east, haitoki west, lakini Mungu ndiye muamuzi. Na haitoki hata jangwani. Mungu ndiye muamuzi. Anasema anainua huyu na anashukisha huyu. Kwa hivyo hata katika uchaguzi ulio hapa mbele yetu, Mungu atainua mmoja, na kulingana na venye anataka atachagua ule anayetaka, kwa sababu Mungu ndiye anajua ni nani ambaye anafaa kuwa akiongoza watu wake, kwa sababu ufalme ni wake na watu ni wake. Haya, na nguvu za kufanya hivyo ni zake. Nguvu zote zina Mungu, nguvu za kuitawala dunia nzima. So kila mtu mwenye nguvu kwa hii dunia hupewa na Mungu. Hata zile uko nazo za kufanya kazi ndogo ama kubwa, za kuongoza watu, chochote uko nacho umefanya kupewa na Mungu. Lakini swali ni, je, unatumia venye anataka? So the power and the glory. So kuna kitu inaitwa glory. Glory ni utukufu. Utukufu inamaanisha heshima yote. Heshima yote iko na Mungu. Kwa hivyo Mungu ndiye mwenye ufalme, Mungu ndiye mwenye nguvu,
Mungu ndiye mwenye heshima zote. Kabla ya kupatia wengine hizo vitu, unamtambua Mungu. Na huyu Mungu ndiye tunaambiwa katika Wafilipi 4:19, atakutana na mahitaji yako kulingana na wingi wa utajiri wake katika utukufu. Mwamini huyo Mungu na umuombe, maana yeye ni Mungu wako, anaitwa my God, na yeye ni baba yako, na yeye ni mfalme wako. Kwake kuna chakula, kwake kuna msamaha wa dhambi, kwake kuna kuongozwa, na kuna kuondolewa kwa majaribu, na kuna kutengwa na yule muovu ambaye husababisha mambo kuwa haribika kwa hii dunia. Kwake kunazo. So kulingana na wingi wa utajiri wake katika utukufu, atakutana na mahitaji yako. Najua unapenda kuniuliza, atafanya hivyo lini? Na mimi nakuachia neno moja, ya kwamba ukimwamini, yeye ni mfalme, anajua kile kilicho kizuri kwako. Na unakihitaji anajua, na anajua unakihitaji lini. Lakini alisema, ombeni mtapewa, bisheni mtafunguliwa, tafuteni mtapata. Kwa sababu kila ombaye hupewa, na kila atafutaye hupata, na kila abishaye mlango unafunguliwa. Fanya hivyo na utaona Mungu akikutana na mahitaji yako. Basi hadi kipindi kingine kijacho, napenda nikomee hapo na nikwambie Mungu akubariki, na ni asante kwa utazamaji wako mwema. Kumbuka kushare, kulike na kusubscribe ili uwe wa kwanza kupokea video zetu tunapozitoa wakati huo mwingine. Mungu akubariki, na Yesu akae na roho yako. Utaishi, utakufa, kwa sababu yote yanawezekana. Asante sana.